Clear Vision TV, bridging ideas to reality. Kwanza nianze kwa kuwapongeza Newton kwa at least kwa kufikiria kutuita leo hapa kuwa pamoja na sisi na kujadili. Niseme ni mwanzo mzuri. Hongera sana Newton. Lakini pia ni washukuru wenzangu kwa mawazo mazuri sana ambayo ameshatolewa, ambayo singependa kuyarudia. Lakini nilichoweza kukipiki kikubwa, moja ambayo nimeona ni issue ni awareness. Habari ya bima imekuwa ni kitu kimekuwa mbali sana. Lakini sasa Watanzania walioko wengi wako kwenye level ya huku. Kwa hiyo wako kundi dogo sana. Kwa nilikuwa nafikiri kama Newton mwekeze zaidi kwenye elimu kwa umma. Kama ningeshauri kwenye taasisi ningesema basi kitengo chenu cha masoko na uhusiano kwa umma kiongezewe nguvu zaidi. Nina mfano mzuri kwa sababu sijatuma kutangaza, lakini hii elimu ya bima haina tofauti sana na elimu ya uwekezaji. Elimu ya uwekezaji nayo ilikuwa mbali kidogo. Lakini naona sasa hivi inavyokuja kwa kasi. Unaona inakuja kwa kasi, zile taasisi binafsi za uwekezaji zinakuja kwa kasi, lakini liko shirika moja la serikali la uwekezaji wa pamoja, nalifahamu kwa sababu za kibiashara nisiende sana mbali. Wamejitahidi sana. Kitengo chao cha masoko kila mahali wapo. Kwenye mikutano ya jasiriamali utawakuta, kwenye utawakuta, kila mahali wapo na imewalipa kweli kweli. Sasa hivi mwaka jana nilienda kwenye mkutano mkuu wa niseme tu UTTMS, ni shirika la uwekezaji wa pamoja la serikali. Kulikuwa hakuna sehemu ya kukaa. Yaani ile pale JNCC ule ukumbi wao mkubwa ulijaa na nje waliweka screen. Sawa Sasa nafikiri kwenye bima pia mnaweza mkaangalia pia hiyo approach. Anzeni kutoa elimu, wekezeni kwenye elimu tu. Italipa, watu watarudi. Kwa sababu hamna mtu anayekuja kutafuta kitu ambacho hakijui. Kwa hiyo nilikuwa nashauri mwekeze kwenye elimu, itasaidia. Naona kama tulivyosema elimu ya bima, uwekezaji na biashara inatakiwa viende pamoja. Kwa sababu ni wataalamu wa bima na hamko wengi sana, mko wachache. Kwa hiyo mkija associate kama mlivyoamua Newton kuja associate na vikundi hivi na hizi mashirika ya kijamii ambayo yako hapa, tukiwekeza kwa pamoja, tukiwekeza kwenye watu kuelewa bima ni kitu gani, ni bima ni gharama gani, na kama mlivyoona sio gharama kubwa, ni gharama kidogo sana. Kwa wengi hawaendi kwa sababu hawajui tu. Kwa hiyo tukiwekeza kwenye hilo itatusaidia zaidi kwenye hilo. Lakini pia nimeona pia imejitokeza swala la bima ya afya ambalo of course nyinyi mmesema mfanyi, lakini najua kwa sababu kwenye tasnia mnaweza mkafanya kama kuna mahitaji, sio? Kwa hiyo nafikiri tungeweza mkaweka utaratibu mzuri, mkakaa na sisi wanajamii, tukatengeneza ka product kazuri ambako watu wetu wanaweza akakipokea kule kwenye level ya vikundi, na kule ndiko kuna matatizo makubwa, watu wanao maisha hasa yako kule. Kwa hiyo tukiweza kutengeneza hiyo product ikawa marketed vizuri, naamini tutakuwa tumeokoa jamii kwa kiasi kikubwa sana 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 sana. Lakini la mwisho niseme ni ule mchakato wa namna kuifikia bima. Siku hizi maisha yamerudi digital. Ningeshauri pia kama Newton unaweza mkadevelop application ya self service ya bima. Mtu yuko nyumbani anahitaji kukata bima ya gari, aingie kwenye application ya Newton Insurance, anajisevia mwenyewe jina lake, anaweka pale gari yake, anaweka pale kila kitu, anaweka pale, anapata namba zake, anaendelea na maisha. Kesho asubuhi ameamka yuko confident, kila kitu kiko digital. Tukiweza kuwa na hii application ya bima itatusaidia pia sana kufanya watu waweze kuweza kuwafikia kwa ukaribu zaidi. Nafikiri hiyo kubwa ni hilo. Zaidi sana niendelee kuwapongeza kwa kuweza kuona umuhimu wa kuwa pamoja na sisi, na niendelee kuwashauri tuendelee kuwa pamoja na jamii. Asante sana. Asante. Clear Vision TV, bridging ideas to reality.